Karibu katika mwendelezo wa masomo yetu historia ya kanisa la Kikristo, na siku ya leo tutaangazia juu ya muhuri ile ya pili. Tulikwisha kuona muhuri ile ya kwanza ambapo farasi aliyetoka alikuwa ni mweupe na mpanda farasi naye alikuwa amepewa uta. Katika muhuri wa pili fungu la 3 na la 4 linaeleza sura ya 6 ya Ufunuo. Na alipoifungua muhuri ya pili nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Muhuri ya pili inapofunguliwa, farasi anayetokea ni mwekundu. Kumbuka, farasi yule mweupe, farasi wa kwanza, akiwa kiwakilisha usafi wa imani ya kanisa lile la kwanza, la karne ile ya kwanza, kuanzia kipindi cha mitume mpaka miaka ile ya 100. Lakini mara hii rangi ya farasi ni nyekundu, rangi ya dhambi na rangi ya damu. Katika kipindi hiki, kadiri wa Kristo walivyojitahidi kwenda mbali kufikisha ujumbe wa Mungu katika mataifa, ndivyo walivyopaswa kutoa sadaka tena za maisha yao ili kuendelea na kudumu kwa uaminifu kwa Mungu. Katika kipindi hiki ambapo dhambi iliingia ndani ya kanisa likaanza kupata mafundisho ya uongo, na hapa ilitokea baada ya viongozi wa kipagani kuingia ndani ya kanisa, ndani ya Ukristo, na hivyo kuja na mafundisho yao. Hawakuona ni sahihi kuyaacha mafundisho yao ya uongo, mafundisho yao ya kipagani, na kuendelea kuitegemea Biblia pekee kama kiongozi wao. Hivyo walifikiri kwamba kama watachanganya Ukristo na upagani, huenda wengi wangeipenda dini hii ya Kikristo. Lakini unajua mtazamaji, kama unapochanganya maji yenye udongo na maji safi, unachopata tu ni maji yenye tope, haupati kitu kilicho safi. Hivyo kipindi hiki kinachowakilishwa na farasi mwekundu ni kipindi ambacho kiliendelea mpaka miaka ile ya 323 ambapo mfalme wa Kirumi Konstantino aliingia katika dini ya Kikristo, yeye akiwa mpagani, na hivyo kuendeleza baadhi ya mambo ambayo alikuwa akiamini katika upagani kule, na hivyo kuyaleta katika dini ya Kikristo. Hivyo Wakristo wengi kuendelea kuamini yale mafundisho ya uongo, na mafundisho mengi ambayo yamechukua nafasi ya Biblia hivi leo ni matokeo ya uasi ulioingia katika kipindi hiki. Paulo alieleza katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 2 akisema, siri ya kuasi inatenda kazi. Na hivyo siri ya kuasi ilikuwa ikitenda kazi katika kipindi hiki. Mungu akubariki. Endelea kufuatana pamoja nasi ili uweze kuelewa zaidi juu ya muhuri mingine.